Yes, mtazamaji karibu sana katika kipindi ambacho tumekujuza hapo nyuma kwamba tutakuwa na walimu ambao wamejikita katika kuwafundisha watu wazima elimu ya watu wazima. Wanafundisha kitu gani na wanafanya nini? Basi karibu sana tuweze kusikiliza na kujifunza zaidi. Inawezekana huko hapa Mzenga, huko maeneo ya Mzenga, huko maeneo ya Pwani, karibu sana uweze kujifunza zaidi vitu ambavyo vinavyokuwa vinaendelea hapa Mzenga, mpakani mwa Pwani na Morogoro. Mwigune Online TV na tusafiri kutoka Dar es Salaam mpaka mpakani mwa Morogoro na Pwani kwa ajili ya haya matukio mbalimbali, michezo na mambo mengine, basi utakwenda kuyafahamu hapa. Niko na watumishi ambao wamejikita katika kufundisha elimu ya watu wazima. Habari za hapa? Salama kiongozi, karibu sana. Salama. Kwa majina nani? Naitwa Mdoe Waziri. Ndio. Ni mwezeshaji katika kituo cha Mzenga CLC. Safi kabisa. Tutambulishe hapo. Kwa majina naitwa Haji Seleman Saidi na pia ni mwezeshaji kiongozi katika kituo hichi cha Mzenga CLC. Okay. Sawa. Narudi hapa kwa mwalimu. Umejitambulisha kama mwalimu. Ndio. Shughuli gani ambazo mnazokuwa mnazifanya hapa, lakini kabla hujaanza kutoa shughuli ambazo zinakuwa zinaendelea hapa, ungeweza kutambulisha eneo hili kwa uzuri zaidi? Maana mimi nimesema Pwani, Mzenga, mpakani mwa Morogoro na Pwani, sio? Sawa. Okay, sana, asante. Tukizungumzia Mzenga, manake ni eneo ambalo linapatikana katika halmashauri ya wilaya ya Kisarawe. Kwa njia rahisi, ukitoka Mrandizi utapanda gari zinazokuja Mzenga, utafika Mzenga getini, utakuwa utaona kituo chetu kinaitwa Mzenga CLC ambacho kiko katika shule ya msingi Mzenga. Kwa hiyo mahali hapa ndio kituo ambacho kipo. Kituo hiki kipo chini ya serikali, lakini pia kina udhamini wa shirika linaloitwa DVV International. Kwa pamoja tumeshikana kwa ajili ya kuhakikisha elimu ya watu wazima inasonga mbele katika kituo hiki. Katika kituo chetu hakibagui, kwa maana katika wilaya ya Kisarawe kipo chenyewe peke yake, kwa maana kiko peke yake. Kwa hiyo sisi kama wawezeshaji, sisi kama viongozi, tunawakaribisha wananchi wote, hasa watu wazima ambao walikosa elimu hapo mwanzoni. Lakini kituo hiki manake kabla tujaenda huko mbele, kwa mtu ambaye hajasoma kabisa ndio anaweza kuungana na nyinyi? Sawa kabisa. Pengine kuna ada? Hapana, hiki kituo kiko chini ya serikali na kinasapotiwa na shirika. Kwa hiyo hapa hakuna ada kabisa. Hiki kituo hiki cha ujifunzaji ni bure kabisa. Okay, sawa. Mwalimu, kabla hujaenda mbele, nataka hapa tujifunze hapa. Kwenye ada tumesema hakuna ada. Ndiyo. Na pengine changamoto ambazo mlizowahi kukutana nazo kuwapokea watu wazima na kuwafundisha ni changamoto zipi? Bana, tuna changamoto nyingi sana. Kama unavyojua, elimu ya watu wazima sio lele mama kumfundisha mtu mpaka aelewe aje kituoni. Kwanza kabisa mahudhurio yamekuwa ni machache sana. Kwa hiyo tumekuwa tukitumia jitihada za kuweza kuwashawishi wazazi wengi, hasa watu wazima wengi, waweze kuja kusoma hapa. Lakini pia katika ujifunzaji wao zaidi, kabla ya tunatoa fani mbalimbali, mfano kushona, batiki, kompyuta, lakini vitu vyote hivi hauwezi ukavifundisha kama mtu hawezi kusoma na kuandika. Kwa hiyo changamoto kubwa tunayokutana nayo, wengi wanaokuja unakuta kusoma na kuandika hawawezi. Kwa hiyo lazima tuanzishie program kwanza kuwafundisha kwanza kusoma, kutambua irabu, kutambua konsonanti, manake ajue kusoma neno mama, baba, unganishe, mpaka akishajua kidogo na mwelekeo, sasa ndio tunamuingiza kwenye fani moja kwa moja. Kwa hiyo imekuwa ni changamoto kubwa. Na hapo kwenye aina ya mtu ambaye hajui kusoma na kuandika, je, mlishokutana na watu wangapi mpaka sasa? Kwenye vikundi mbalimbali, kwa mfano kwenye somo la kusoma, kwenye somo la kushona unakuta kuna wako kama 6, lakini kwenye ujasiriamali wapo kama 12. Kwa hiyo utakuta kuna range kama miongoni mwa wanafunzi 149 kuna wanafunzi kama 39 hivi hawajui kusoma na kuandika. Na mmefaulu vipi sasa kuwafaulisha hata hao ambao hawawezi kusoma waweze kunufaika na huduma zenu ambazo mnazifanya za kompyuta na masuala mengine? Jitihada zinaendelea. Hata mwaka jana tulikuwa tuna juma la wiki ya elimu. Tulikuwa na warsha, tukawa na seminar hapa mpaka viongozi wakaja. Tulikuwa na wanafunzi, kati ya wanafunzi 25 tuliokuwa nao, wanafunzi 19 walipata vyeti. Kwa maana wali graduate wakawa wanaweza kusoma na kuandika na utu uzima wao.
Kwa hiyo tunawakaribisha sana wanamzenga pamoja na viunga vyake vya Kisarawe wote waje kwa ajili ya kupata hii huduma. Natamani kufahamu wanafunzi wachache ambao wamenufaika na hii huduma. Nyinyi kama walimu mmeona kabisa huyu mtu amekuja hajui hata kusoma vizuri. Ndio. Lakini alipokuja na akajiunga na nyinyi na kuna huduma chache ambazo na nyinyi na uwepo wenu amefaidika. Ni wangapi? Kwa mfano sasa hivi tunao wanafunzi kama 35 hivi. Yaani kwa mfano tutangia tulivyoanza. Kila unavyoenda tukiwa tunawafundisha wana graduate wanatoka. Kwa hiyo unakuta wanaongezeka, lakini wanavyokuja jinsi wanavyokuja wakiwa wengi hawajui, tukiwafundisha wale wanaojua wanaondoka, tunachukua wengine. Kwa hiyo mpaka sasa hizi tuna wanafunzi kama 35 36 ambao wao wako vizuri, na mpaka sasa hizi washajikita katika hizi fani mbalimbali. Sasa mfano kwenye cherehani tunao, kwenye kompyuta tunao, na wanaendelea vizuri, wanafanya kazi vizuri. Okay, tunapenda kufahamu huduma ambazo mnazozitoa ni huduma zipi hasa? Okay. Kwa hao watu ambao tayari wameshakwisha kuwasimulia kwamba wengine wanakuja na changamoto ya kutokusoma vizuri. Ndiyo. Lakini mnajitahidi sana kueleza zile huduma ambazo mnazokuwa mnazifanya ili waweze kunufaika zaidi kwa wananchi. Ni huduma zipi ambazo mnazifanya? Sisi hapa bwana tuna fani nyingi tunazitoa kutokana na uhitaji. Kwa sababu asili ya elimu ya watu wazima tunawafundisha wale watu kwanza wajue kusoma na kuandika. Wakishajua tunaangalia wao kama wao wana uhitaji wa fani ipi. Kwa mfano katika mazingira yetu haya ya Mzenga, fani ya kwanza kabisa ni kilimo. Tunatoa fani ya kilimo, lakini pia tunatoa fani ya kuchomelea kwa maana ya welding. Tunao mafundi na wawezeshaji wapo. Lakini tatu tuna fani ya utengenezaji wa batiki. Tunao walimu na wakufunzi wazuri sana wa kutengeneza batiki. Lakini tuna kozi ya kompyuta ambao tunaitoa hapa kwenye kituo chetu, na hata sasa hivi ndani hapo kuna wanafunzi. Lakini pia tuna fani ya ufundi washi. Kwa maana tuna wakufunzi ambao wapo kwa ajili ya kufundisha ujenzi kwa maana ya kujenga nyumba. Lakini pia sio hivyo tu, tuna fani ya kuchonga kwa maana ya vinyago, tunachonga labda meza, vitanda. Yaani uchongaji kwa ujumla pia tunazo hizo fani, na fani nyingine nyingi ambazo tunazo hapa katika kituo chetu. Kwa serikali imenufaika vipi? Labda raia mmoja wapo amenufaisha, labda kunufaisha kijiji kwa wananchi, labda kupitia fani hii, hivyo vitu ambavyo umekwisha kuvitaja, labda ya kompyuta, ya kilimo, labda mkapata afisa kilimo kupitia chuo hichi. Pengine kuna wangapi ambao mpaka sasa kwenye jamii wanafanya kazi? Yaani mpaka sasa tangia tumeanza kituo mpaka saa hizi kumtoa mtu aende akafanye kazi bado, lakini tayari tushaona matunda ambayo yanakuja. Kwa mfano kwenye upande wa walimu kuna mifumo mbalimbali ambayo itakiwa taarifa za kidigitali waziingize. Kwa hiyo kupitia wanafunzi wetu hawa tumekuwa tukiwatumia kuwapeleka kwenye shule hizi ambazo ziko ndani ya kata ya Mzenga kwa ajili ya kwenda kwa brushi na kuwafanya walimu kidogo ambao mitandao inawasumbua waweze kufanya kazi zao vizuri. Lakini pia kwa upande wa cherehani wanafunzi mpaka sasa hizi wanajua kushona. Maeneo yale ambao ni labda sio rafiki kwa ajili ya vumbi, wanafunzi hawa wananunua vitambaa, wanashona, wanaweka kwa ajili ya kuweza kutunza maeneo mbalimbali ya kompyuta. Lakini kwa upande pia wa sare au uniform za wanafunzi, hawa wanafunzi ambao wanajifunza cherehani hapa tunawatumia kwa ajili ya kuwashonea sare wanafunzi kwa pale ambapo walimu kwenye hizo shule wanakuwa wanahitaji. Lakini pia hata kwa upande wa mtaani huko tumekuwa tukitengeneza matangazo mbalimbali. Kwa mfano matangazo mbalimbali, kwa mfano wa magonjwa ya milipuko, kwa kuwa kituo chetu kina speaker kama mnaweza mkaziona pale, wanafunzi wao wanatengeneza matangazo, yakija hapa tunatangaza, tunatoa elimu mbalimbali. Kwa hiyo kupitia hizi kozi tumenufaika kwa namna hiyo. Ni maneno hayo ya mwalimu wa chuo cha elimu kwa watu wazima, na hapa tulikuwa tunaendelea kumsikiliza kutupatia mazingira mazuri na kutaja pia huduma ambazo anazokuwa anazifanya. Pengine kuna maneno machache ambayo tumeyasahau, tunahitaji kuwaeleza Watanzania zaidi. Karibu. Asante sana. Kwa niaba ya uongozi wa kituo cha kujifunzia cha jamii Mzenga, nipende tu kutoa mwaliko au nitoe kauli halisi kwamba jamii ya Mzenga na viunga vyake au Kisarawe nzima kwa ujumla, kituo hiki ni kituo pendwa sana, kinatoa fani mbalimbali muhimu na zenye tija kwa taifa la Tanzania. Hivyo shime haraiki wana Mzenga, wana Kisarawe, lakini pia wananchi wote popote pale walipo waje wajiunge na kituo hiki ili waweze kunufaika na kozi mbalimbali ambazo tunazitoa hapa. Kwani kituo hiki kina uhalisia na kinatambulika kisheria
kupitia kiongozi wetu wa elimu ya watu wazima anaitwa Mama Senkolo, anatusaidia na anatuasa kwamba tutafute, tushawishi, lakini tutumie nguvu zote kuwashawishi watu huko mtaani ambao hawajasoma, watu ambao wana shida huko mtaani, waje wapate hizi elimu ziweze kuwasaidia katika maisha yao. Hivyo nirudie kusema kwamba karibuni sana Mzenga CLC. Mzenga CLC inajenga na kuboresha taifa la Tanzania. Asanteni sana. Okay, mimi nitaka kufahamu. Ndio. Tayari mmekuwa na huduma nyingi sana. Mnapambana vipi kwenye sisi wa Tanzania, waga tuna dini yangu. Mnapambana nini vipi kwenye hiyo situation za madini? Labda dini ya nazungumzia, mimi ni Muislamu, mimi ni Mkristo. Siwezi kujoin na hicho chuo, sina nini. Kuna changamoto kama hizo, nihitaji kufahamu. Sawa kabisa. Kwa nini mmeweka mfumo gani? Asante sana kiongozi. Kiuhalisia ni kwamba hii taasisi haina dini yoyote, kwa maana Mkristo, Muislamu na ambaye pia hana dini anashauriwa kufika hapa. Na katika mafunzo tunayotoa hapa, hatusimami katika ukada wowote wa dini, ila tunatoa mafunzo haya kwa kuzingatia ari ya mtu, nia ya mtu na mahitaji ya mtu. Tunajali na tunathamini kila mchango wa aina yoyote ya dini yoyote. Kwa mfano Jumamosi inawezekana tukawa na program, lakini akitokea mtu anasema bana mimi naenda Sabato, tunamwambia wala usiwe na wasiwasi kabisa. Ataenda kufanya imani yake ya dini, akirudi walichokipata wenzao na yeye atakipata bila wasiwasi wowote. Kwa hiyo chuo hiki kiko vizuri, chuo hiki kinatambulika, lakini pia tunatoa hizi kozi kwa level zote, kwa watu wa aina yote. Hiyo itambulike katika mazingira hayo. Okay, nitarudi kwako, tupende kufahamu pia kiongozi hapo amejitambulisha mwanzoni, lakini tupende kufahamu pia na yeye anaitwa kiongozi nani na huduma zipi ambazo yeye anazitoa na namna nyingine. Karibu. Nimeamua kuwa mwezeshaji kwanza kuona jinsi gani ambavyo naweza nikaikwamua nchi yangu, hasa kuwakwamua wananchi wenzangu pia katika masuala ya kujikimu kiuchumi, kwa sababu elimu sasa hivi tunayoitumia sisi kama Watanzania inakwenda kutusaidia kuweza kujikwamua kiuchumi. Mathalani tunapochukulia swala la kompyuta, elimu siku hizi imekuwa ni ajira kubwa sana. Inawezekana ukawa umeajiriwa na kampuni binafsi aidha serikali au ukajiajiri wewe mwenyewe, kwa sababu unapokuwa na ujuzi, kwa mfano kama kompyuta, unaweza ukanunua vifaa, ukajenga stationery ya kwako, ukaendelea kutoa huduma na wewe ikakuingizia fedha. Lakini vile vile tunaweza tukachukulia masuala ya ushonaji. Kwa mfano kama wanafunzi ambao tuko nao darasani hapo wanaendelea kushona nguo, kama alivyokuisha kuzungumza mwenzangu ya kwamba walimu ambao wanahitaji kushonewa uniform, basi tunawatumia wanafunzi wetu hapa kuweza kushona uniform hizo. Naamini kwamba baada ya wao kuweza kumaliza hapa, wataenda kuweka vituo vyao mbalimbali, watajiingizia fedha, kwa sababu tayari wameshaona ujuzi ambao wako nao, lakini vivyo na uzoefu ambao wako nao katika taaluma nzima ya kwenda kushona. Okay, sawa. Tayari umezungumzia namna ya wewe umekuwa mwezeshaji na mpaka sasa hivi matunda umeyaonaje? Matunda ni mazuri. Matunda ni mazuri kwa sababu unapomfundisha mtu atoke kwenye hali moja kwenda nyingine. Yes. Hayo ndio matunda yake namba moja. Nashukuru Mwenyezi Mungu ya kwamba wale ambao tunaendelea kuwapa ile elimu aidha ya kompyuta au ya ujasiriamali kama vile batiki, ushonaji na kadhalika, wanaendelea vizuri kwa maana vile walivyokuja tofauti na hivi sasa walivyo. Sababu unapozungumzia swala la kompyuta ina program tofauti, lakini kuna baadhi ya wanafunzi ambao tayari wameshakuwa wameelimika kulingana na baadhi ya program ambazo ziko kwenye kompyuta. Hayo ndio matunda ambayo tunayapata na wanaweza kufanya hizo kazi. Okay, tayari wewe mwezeshaji kwenye hii taasisi. Pengine umewasikia labda walimu na viongozi wengine kuomba kwamba vyuo kama hivi viwe vingi sana ili wananchi waweze kunufaika na uwepo wa huduma kama hizi. Pengine ulishasikia kwamba tunataka tupeleke vijiji vingine mbalimbali na nini, sijajua hapa viunga vyake vinaitwaje, lakini uongozi ulishawaza hivyo. Na wewe kama mwezeshaji, je, ukifanikiwa utakuwa tena mmoja wapo kwenda kuwezesha na hivyo vituo ambavyo vitakavyokwenda kuanzishwa au inakuwaje?
Kwanza asante sana, ni kushukuru sana ndugu mwandishi wa habari. Ni kwamba kituo hiki kama tulivyokuwa tumekushazungumza hapo awali kwamba kinasapotiwa na taasisi mashirika binafsi inayoitwa DVV International kutokea nchi ya Ujerumani, lakini vile vile tunayo serikali yetu ya Tanzania chini ya Daktari Samia Suluhu Hassan ambaye ndio rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kupitia viongozi wake mbalimbali ambao wamewateua kama vile maafisa elimu. Tunaye mama yetu mpendwa kabisa, Mama Senkoro ambaye ndio afisa elimu ya watu wazima ndani ya wilaya hii ya Kisarawe. Tusikitike kwamba kituo kiko kimoja ndani ya wilaya ya Kisarawe, na kwa mkoa wa Pwani tuna vituo viwili tu. Kimoja kiko pale Ruvu JKT. Tungetamani sana tuendelee kupata vituo vingine ili Watanzania ambao hawako karibu na kituo hiki waweze kujengewa mazingira rafiki, waweze kupata ile elimu ambayo wanaihitaji, ambayo inatolewa kama hapa Mzenga CLC, ili kuona kwamba na wao wenzetu wa Tanzania wananufaika. Kama unavyofahamu, elimu ya mtu mzima ina mambo mengi tofauti na ile elimu ndani ya mfumo rasmi. Elimu ndani ya mfumo rasmi manake ni lazima uanze darasa la kwanza na unampangia mtu majukumu, lakini hii elimu ya mtu mzima majukumu tunapanga pamoja kati ya anayefundishwa na anayefundisha, kwamba tunapanga pamoja. Kama ni muda tunaulizana kwamba bwana una muda gani tu ambao tunaweza tukapata kuweza kujifunza. Atakwambia kwamba bwana mimi naweza nikajifunza kuanzia majira saa 10 ili kupisha kipindi fulani kuweza kukamilisha majukumu yake nyumbani. Kwa maana hiyo basi kituo hiki kumtoa mtu kwa mfano sisi kama wilaya ya Kisarawe tuna kata 17, kumtoa mtu kata ya Kibuta, kumtoa mtu kata ya Masaki aje hapa Mzenga kuja kujifunza na kule tayari ana majukumu, imekuwa ni changamoto sana. Kwa hiyo niombe sana serikali kuweza kuiangazia taasisi ya elimu, hasa kwenye elimu ya watu wazima, kufanya uwekezaji mkubwa sana ambao tumeona kama uwekezaji ambao wameufanya serikali kwenye mfumo rasmi wa elimu. Tumeona mashule mbalimbali yamejengwa, shule za msingi na sekondari, lakini kwenye upande wa elimu ya watu wazima haijakuwa sana katika uwekezaji. Kwa maana hiyo ni waombi pia serikali pamoja na taasisi tofauti tofauti ambazo zinaweza kufanya haya ili kuweza kuona kwamba wanatukwamua sisi wana wilaya ya Kisarawe, lakini vile vile na mkoa wa Pwani kwa ujumla na Watanzania hapa nchini kote. Okay, nikushukuru sana kwa kuwa mmoja wapo kuwezesha huduma hii ili kila mmoja aweze kunufaika. Pengine una neno lolote ambalo ulitamani kuongea? Sijakuuliza. Karibu. Asante sana. Kwanza mimi ni mshukuru sana Daktari Samia Suluhu Hassan ambaye ndio rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa kweli uongozi wake bora sana umetukuka, mpaka hivi tunakaa hapa tunapata kuzungumzia kituo hiki cha Mzenga CLC, manake amani imetawala. Pasina uongozi huu, manake hata kukaa hapa mezani kuweza kuzungumza haya tusingekuwa na muda huu, tungeanza kuanza kukimbizana, hali ya hewa sio nzuri. Kwa kweli kwanza nishukuru sana serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini swala lingine nipende kutoa wito kwa Watanzania kuweza kuviona vituo hivi vya elimu wa watu wazima mahala hapa na sehemu nyingine pale popote, waweze kujiunga na vituo hivi, kwani tunakwenda kulikwamua taifa letu kwa ujumla, hasa katika masuala mazima ya kiuchumi. Manake uchumi ni sambamba na watu wake, jinsi gani ambavyo wanaweza wakapambana wakajikwamua kiuchumi. Tunapozungumzia kuwa na uchumi wa kati au uchumi wa namna gani, ni pamoja na wananchi wake. Kwa maana hiyo tusitegemee kwamba serikali inaweza ikatoa ajira kwa watu wote nchini. Hapana, isipokuwa ni kwamba serikali inatengeneza mazingira ya wawezeshi, aidha wewe kama Mtanzania kuweza kujiajiri. Kwa maana hiyo tuzitumie fursa hizi ambazo zinajitokeza ili kuona kila mmoja anapata ujuzi wa yeye kuweza kujikimu ndani ya maisha yake. Nitoe wito kwa Watanzania wote kwa ujumla kuhakikisha ya kwamba vituo hivi wanavitumia kama fursa. Endapo tusipovitumia tunaweza tukailaumu serikali kwamba haijatutengenezea mazingira wezeshi wakati tayari vituo kama hivi vipo. Kwa mfano hapa sisi Mzenga CLC, wilaya nzima ya Kisarawe ndani ya kata 17 tuna kituo kimoja. Wanafunzi mwenzangu ameshawasilisha kwamba tuna changamoto mbalimbali, ikiwa ni sambamba na mahudhurio, namna gani ambavyo mtu mwingine anaweza akaja hapa akasoma na kadhalika. Lakini niwaeleze ya kwamba mbali na changamoto hizo, wapo watu ambao wanaendelea kupata manufaa hapa, na kama jinsi gani ambao baadaye mnaweza mkawaona hao wanafunzi wako darasani, jinsi gani ambavyo wanaweza kuoperate mashine ya ushonaji, jinsi gani wanaweza kutumia kompyuta na namna ambavyo wanaweza kujifunza. Basi mimi ni washukuru sana, na pia nipongeze serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, hasa sisi hapa kwetu kwenye wilaya hii
Dr. Selemani Saidi Jafo amekuwa bega kwa bega kuhakikisha kwamba kituo hiki cha Mzenga CLC kinafanya kazi, kwa sababu amekuwa ni mtu ambaye ana motivate sana kuhusiana na masuala ya kielimu. Tumeona pia mkuu wetu wa wilaya ya Kisarawe amekuwa akizungumzia sana swala la elimu, mpaka kwenye upande wa mfumo rasmi alikuwa na kauli mbiu anasema kwamba achia ghetto, hamia hostel kwa wale ambao wanafunzi wa sekondari kwa maana ya kidato cha kwanza mpaka cha 4. Ameanza kuwachukua watu wa kidato cha pili na cha 4 kuhakikisha kwamba wanakuwa katika program maalum ambayo inayosema achia ghetto, hamia hostel, na ametoa magodoro pia amepeleka kwenye shule mbalimbali ndani ya wilaya ya Kisarawe kuhakikisha kwamba manake msukumo wa elimu ndani ya wilaya ya Kisarawe unakwenda. Lakini sio kwamba kwa wilaya ya Kisarawe tu pekee, hata viongozi wengine wanaweza wakachukua mfano huu wa wilaya ya Kisarawe wakaupeleka katika maeneo yao, ili tukaona kwamba taifa letu la Tanzania linakwenda kupata manufaa zaidi kuhusiana na mifumo mbalimbali ambayo iliyowekwa hasa katika msukumo wa elimu. Tukushukuru sana kwa maneno mazuri na yenye kujenga taifa. Mtazamaji, tuseme kwa wakati huu, muda sio mrefu tutakwenda kuzungumza machache tu na wanafunzi ambao wananufaika na hii taasisi ya elimu kwa watu wazima. Na niseme asanteni sana. Tunashukuru sana. Asante. Karibuni sana. Asante sana. Shukrani. Mtazamaji, tunaagana na moja ya watumishi ambao wanaendelea na shughuli hizi za elimu kwa watu wazima. Wamekwisha kukujuza masuala mbalimbali hapa, yakiwemo masuala ya elimu, lakini na huduma ambazo zinatolewa hapa kwenye hichi chuo tunaweza kusema cha watu wazima. Nikushukuru kwa wakati wako ambao unaendelea kutusikiliza na kutufuatilia, au kusubscribe, kushare na kucomment, lakini vile vile na mjini pale ukiandika Mwigune Online TV, ukisubscribe, kushare na kucomment, mambo yanakuwa yako vizuri zaidi. Niwashukuru sana. Asante sana. Karibuni sana mzee.